makini mani wacho ni makala wasini wacho ni mdomo. Ini makini mani wasini mawara kashi. Ini wacho ni wasini wacho ni makini mani. Ini wacho ni ma. Ini ma. Tangu niingie katika hiki chama, hakuna faida yoyote ile niliyoipata. Sana sana tu nimeishia kuwa mnyama. Nimetoa kafara ndugu, jamaa na marafiki walionizunguka. Sasa, ukiwa kama kiongozi kwenye hiki chama, basi unastahili kulipa. Na huo ndio ujasiri tunaohitaji kwenye chama. Vevo, hivi unafikiri ukiniua mimi ndio mwisho wa chama? Hapana. Unajidanganya Clan Vevo. Mimi ni kiongozi wa juu zaidi. Sio rahisi kama unavyodhani. Labda nikukumbushe kitu kimoja. Kama utakuwa umesahau Clan Vevo. Mtu atakapotaka kujiunga kwenye chama, nafsi yake inauliwa, kisha inafufuliwa na kujiunga rasmi kwenye chama. Mara kadhaa walikuwa wananifuata na kutaka kupunguziwa masharti ya kutoa kafara. Sasa mimi nitakusaidia kukupa sharti rahisi ili uweze kusaidia familia yako na kutotoa kafara. Sharti gani hilo? Tukutane kwenye sherehe ya Mgaya. Kila kitu utakijua hapo. Habari yako mwanangu? Mmoja ukopa? Hivyo mama unachukuliaje kwanza? Naomba leo mimi nikuulize hili swali. Kwani mama unachukuliaje? Yaani unazuka maduka yote hapa iliyopo hapa katika kijiji. Wewe umeliona duka langu tulilokuja kukopa, si ndio? Hivi wewe mwanao stajili wewe mama? Mbona wewe hakusaidii? Au tayari mwanao kashagundua kama mamake ni mwanga? Na katika watu labda nikwambie. Katika watu ambao nilikuwa nimekaa napitia hili daftari, ambao mtu wa kwanza nilikuwa nimemuwaza nimpelekee Migambo, wewe ulikuwa namba moja. Basi mwanangu, kwa heri. Kwa heri kwa shari. Hivi mpaka sasa hivi jana kudai ngapi? Na kudai shilingi 30,000. Mwanao yupo kule mjini anaishia kugawa tu pesa kwa watu, anagawa pesa lakini anashindwa kulipia tu deni.
Hakuna ambaye amewahi kuingia katika hiki chama kisha akawa na furaha. Hakuna. Lakini maskini wengi walioko mitaani wanatamani maisha yetu sisi wenye pesa, bila ya kujua ni tabu kiasi gani ambazo tunazipitia. Na sisi tunatamani furaha walionayo. Vevo amekwambia atakubadilishia masharti. Lakini usitegemee sharti jepesi, kwa sababu hakunaga pesa rahisi. Hello? Afadhali mwanangu umepokea simu. Ni mimi mama yako. Najua uko bize sana. Ila nilikuwa naomba unitumie shilingi 5,000 tu. Tangu asubuhi sijatia chochote tumboni. Nadhalilika mama yako. Ina maana umesahau yale magumu yote niliyapitia kati na kulea baba. Najua nitakuwa nakuudhi hasa ninapokukumbusha jana yako. Ila Halo? Halo? birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ongera sana Mgaya kwa kuenjoy dunia tamu yenye raha za kila aina. Nafikiri sisi sote tumekutana hapa kwa ajili ya kusherekea kifo cha ndugu yetu. Na najua mnajua sisi sote tulikuwa mavumbini, lakini chama kikatupa thamani. Hivyo hakunaga kizuri kinachokosa gharama. Na hii ndio gharama yake. Mgaya, labda niseme tu, wewe ni mwanachama bora sana kwetu, kwa sababu umetuletea wanachama wengi mno. Lakini Mgaya, unaweza ukatumia wasaa huu uliobakia kwenda Paris, German, Dubai, kwenda kuenjoy maisha. Inauma, lakini hatuna budi kuishikilia. Ni hayo tu ndugu zangu. Tunaweza kutawanyika. Vipi kuhusu mimi? Unatakiwa utembee na mama yako. Niende naye wapi?
Clambevo. Mwanamke malaya sana wewe. Hapa kijijini unashindwa kuolewa, kazi kuiba wanaume za watu. Mimi mwanaume wangu haibiwi. Mshamba wewe. Utaona kijiji kichungu. Pole sana mama. Hivi kwa nini mama Aida amekufanyia kitendo kile? Achana na hayo. Nachukua chakula ndani ule nimekuwekea. Lakini mama, watu wasema kwamba wewe mchumba wako ni baba Alidi. Na ndio maana hata mama baba yako amekufa. Lakini hicho si kigezo cha kufanya wewe usisome. Nitafanya kila namna, nitafanya kila mbinu ili mradi mwanangu usome. Na sio baba Alidi tu. Awe baba Juma, awe baba Fatuma, awe baba nani? Sijui umenielewa? Vipi kwanza kuhusu shule? Mwalimu amesema kwamba kesho usipopeleka hela mchango atanifukuza. Hii hela hakikisha unampa mwalimu. Ninachokitaka mwanangu usome. Na ndio maana napambana na dhalilika ili kutimiza ndoto zako. Hebu kachukua chakula ule. Mwanangu, nini tena hiki? Na wanga wangu wote sijawahi kuona kitu kama hiki. Muda. Muda? Usiniue. Usiniue mwanangu. Mama, mimi wala sikuja kwa nia ya kukudhuru. Kwa sababu kama ningetaka kukudhuru basi ningekuzuru tangu siku ile. Nini kimekuleta hapa? Kwa sababu nimeokoka. Nimeacha kabisa anga. Nadhani unajua mama yangu maisha yetu jinsi yalivyokuwa magumu. Na kutokana na sababu hiyo ndipo nikachukua maamuzi magumu. Naomba nikuulize kitu baba. Kwa nini ni Freemason? I love you, Mama. Sijategemea kukuona hapa. Nimekuja tu kupunguza mawazo kwa sababu najiona siko sawa na stress. Okay. Mimi kuna mtu nimekuja kumuona hapa. Naomba nikuulize kitu. Hivi una enjoy utajiri wako? Inategemea. Kuna muda na enjoy, kuna muda inaumiza.
haswa unapofika wakati wa kafara yangu. Mimi nitegemea wewe unaenjoy kwa sababu umekuwa na masharti rahisi tofauti na sisi wengine. Tunatoa wazazi wetu kafara, tunaua ndugu zetu, hatusaidii wazazi wetu wala ndugu. Lakini pia tunaua watu kwenye mabasi. Bwana. Nilitegemea wewe uwe ni mwenye furaha tofauti na sisi kwa sababu una sharti rahisi. Kama uliona ile ni sharti rahisi, kwa nini hukulichagua? Naomba tuheshimiane bwana. Anyway, naomba nikuache. Uzi nini? Karibuni wanangu. Mama, unahitajika katika ofisi ya kijiji. Ofisi ya kijiji nikafanya nini? Mama, unajitoa fahamu? Mama, kweli? Ina maana mpaka sasa bado hujajua mimi nimekuja kufanya kitu gani hapa nyumbani kwako? Mama, nahitaji pesa yangu na ndio maana nimekuja na mgambo. Wewe. Yaani kwa ile pesa yako kidogo nayo unidai umeamua kuniletea mgambo? Sasa nisikilize. Sitoi mguu wangu kwenda popote. Kama ni deni lako mimi nitakulipa. Deni linaua. Mama, nilijua tu kama wewe ni mzurumati. Wewe ulikuwa na lengo la kunidhulumu. Mgambo, fanya kazi yako. Unanipeleka wapi? Tukae tuongee jamani.